Siku nyingine yebo jamani siku nyingine marapa yale ya hivi jamani kutefea. Siku nyingine chipsi, hiyo ni mtego. Siku nyingine nini? Siku akija kubadilika, unajua mpiga kilisi inasemekana kwamba atabomoa msikiti, utabomolewa, alafu nijenge hekalu. Sasa akija kuibuka yule mpiga kilisi ndio uongo, nasema jamani, huyu aliyekusaidia kujenga hili jengo tumugeuke, si mtu mzuri, tumuunge mkono, kasheshi taanzia pale. Na njia ya kuingia kwenye moyo wa mtu pitia wapi? Tumbo. Mmaliza. Haleluya akina mama. Na wanasema wanasaikolojia akina mama huwa hawaliziki. Hata ungelimnunulia gari la milioni 200, ila akaenda sheri ya mwaka mweka mafuta ya 20,000, ataona wewe angali hauna thamani, ila maishamani huyu wa mafuta ya 20,000. Ni kweli akina mama? Ni kweli. Ni wachache, ila wanasema watafiti za kwamba mwanamke ameumbiwa kutolizika. Nyumbani na mabegi mangapi ya nguo? Umeshalizika? Atasahau kwamba wewe unanunua chakula kila siku, unaleta mahitaji kila siku. Ile jamaa ambaye ataupa soda hii, atamwona huyu mtu ni wa muhimu sana kuliko wewe kila every day. Tuna huyu amelipa na soda. Amesahau kwamba jana ulimpa 5,000 akahemea. Amesahau leo umempa 2,000 akahemea. Amesahau juzi ulimpa shilingi ngapi akanyoe. Amesahau mwezi jana umempa kitenge anavaa. Amesahau ila ameona hii soda moja au shilingi 2,000 imefunika mema yote ya mume. Bwana msaidie. Kwa hiyo hii ni hasara. Ila wamama wenye nazo haweza kababaisha chochote. Kwanza na wewe mwenyewe wewe utambabesha kwa alipo. Kwa mfano binti yangu huyu hapa ana manguo pale oda ni nyingi, yuko anashona, hela zinaingia, utambabesha kwa alipo. Eti Sara kuna kubabaisha? Hayupo. Nywele tu 30,000 kwenda saloni. Kamwambia baza 5,000 bila kuelewa. Uwezi. Kuna hitaji wa mama mabinti wanaoshughulika na kazi. Mengine niliroho, lakini mengine yanasababishwa na nini? Kutokuwa na kitu chochote. Bwana asifiwe sana. Kuna mtu aliongea hivi, mtu wa kanisani kwa Mungu, mbona unaogopa kwa sabuni? Yaani kulete Makumbe akasabuni. Jambo la mwisho, kutangatanga kwenye makanisa kwa ajili ya kukwepa michango. Hiyo nayo ni hasara. Utakuta wewe hauna baba wa kiroho. Jambo lingine, unakuwa na madeni ya kutosha. Unapokuwa ufanyi kazi, unakuwa na madeni ya nini? Ya kutosha. Mithali 22:27 tutasoma hapo. 22:27 Mithali inasema hivi: kama kuna madeni yanakuwa ni mengi, unapanda wa madeni, vitu vyako vinapelekwa, masufuria yanapelekwa, paka na vitana, na hasa wanajiingia kwenye mikopo kausha damu, kwamba wale watu wao wanakuja paka wanabeba na vitanda, wanabeba na magodoro, wanabeba na masufuria. Kuna ndoa ilikufa hapo Mwembe.
Baba hayupo, ajui kinachoendelea, mpaka na baisikeli ya mwanaume yenda. Huyu ni mwanamke au ni shetani? Ndio ikafa mpaka wa leo. Na tulikuwa tunasali naye hapa kanisani. Kwa kama una kitu tanyang'anywa mpaka na mwanamke anaweza kukunyang'anya. Hiyo ni hasara. Unajikuta wewe ni mtu wa madeni, kwenye vibanda vya watu umeshakuwa kero, kwenye jamii umeshakuwa kero, watu walikuona mpaka wanajificha, vitu vingi unaweka rehani mpaka wanakunyang'anya. Ndio maana watu wengine wanafikia hatua mpaka anajinyonga. Si ndio? Mpaka anafanyaje? Maana madeni yamemzunguka. Kwa siku mbili ni pepo ngapi. Kwa hiyo unakuta mwisho anaingia kwenye dimbwi la nini? La madeni. Inapendeza hiyo wapendwa? Naipendeza. Kwa hiyo ndugu zangu, hayo yote yanaweza kusababishwa kwa sababu ya kutofanya kazi kwa bidii. Jitahidi sana, na hasa wewe mwana wa Mungu. Unajua mwana wa Mungu unapoanzisha kazi yoyote, hata kama ni ndogo, ukaiweka mbele za Mungu, ukaiombea na ukawa mwaminifu kwa Mungu, ile kazi utashangaa inaenda inapanda, na utashangaa imesha kuwa kazi kubwa na inakuletea kipato. Shida walokole wengine wanadharau kazi. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, hebu